Napendaga kwanza kwa swali. Wengi wanasema bia ni tamu, bia ni tamu, pombe ni nzuri, watu wanapenda kunywa. Kimwambia ni mbaya aache. Lakini siku ya leo mimi nataka nikwambie jambo moja, kwamba kuna watu ambao inaonekana kama wameacha pombe wakaenda kanisani, lakini bado wanaendelea kunywa. Ukimwambia anasema kwamba mimi siwezi kuacha nini? Pombe. Lakini Biblia inazungumzia nini kuhusu pombe? Je, ni kweli Biblia inaruhusu pombe? Maana wengi wamejificha katika kivuli cha kukubali, wakisema kwamba Yesu kwenye harusi ya Kana alitengeneza divai akawapa watu wakanywa, wakimaanisha kwamba ile ni pombe. Lakini kwa nini usinywe pombe? Ukiacha kunywa pombe unywe nini? Sasa mtu anaweza katokea akakwambia usinywe pombe, pombe ni dhambi. Lakini hata mtu anayekuja kukwambia anatakiwa awe na uhakika wa kitu anachokiongea, maana akikwambia usinywe pombe akupe kitu kingine cha kunywa. Sasa Biblia inasemaje? Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Narudia tena, Biblia inasema tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi ndani yake, bali mjazwe Roho. Sasa kuna uhusiano gani kati ya kuacha kunywa mvinyo na kujazwa Roho? Uhusiano uko wapi? Mahali ambapo uhusiano upo kati ya kunywa mvinyo na kujazwa Roho ni nini? Mtu yupo kanisani bado anakunywa pombe. Ile pombe anayokunywa hawezi kuacha, anaona kama hawezi. Lakini hapa anasema tena msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi ndani yake. Akisema msilewe kwa mvinyo, maana yake kuna kilevi kingine ambacho kinatakiwa kutumika kulewa. Sasa nisikilize, anasema msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi ndani yake, bali mjazwe nini? Mjazwe Roho. Sasa nataka nikuonyeshe namna ambavyo kuna uhusiano kati ya pombe na Roho. Pombe ikiwa kwenye kikombe ni kimiminika, alafu Roho, kitu ambacho wengi hawajui, nayo imekaa kwenye muundo wa kimiminika. Nataka hapo unielewe vizuri. Yesu anasema kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 63 kwamba maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Sasa kama maneno yanayosema ni roho tena ni uzima, hayo maneno yanaingia ndani yetu, hapo huwezi nielewa vizuri. Nataka unisikilize uelewe. Kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 29 na 28 anasema hivi, tena itakuwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Sasa kama roho inamwagika, maana yake roho ipo kwenye muundo wa nini? Wa kimiminika. Nisikilize kwa makini. Kama ile gesi ambayo inatoa moto, ukitikisa ule mtungi ndani yake unasikia kama maji, lakini ukifungua ni upepo unatoka. Roho Mtakatifu yuko kwenye muundo kama maji. Ndio maana Mungu anasema nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye nini? Wenye mwili. Sasa anaposema msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi ndani yake, bali mjazwe Roho, maana yake ni nini? Ukishakuwa hauwezi kuacha pombe alafu unasema siwezi kuiacha, maana yake huyo roho bado hajaingia ndani yake. Maana angeingia, angekuwa kama kimiminika ambacho kingetengeneza kingine. Nisikilize kwa makini, nitakuonyesha. Kuna kamama kamoja kanaitwa Kahana, kamama ka Samueli. Alikuwa anaomba. Wakati anaomba, baba yake wa kiroho Eli akamwambia hivi, kwa nini usiache ulevi wako? Wakati anaomba, maneno yalikuwa hayasikikani. Hana anaomba, maana yake ananena kwa lugha. Sasa kwa sababu Eli haelewi anachokiomba, akamwambia aache ulevi. Hana akamwambia, nimemimina roho yangu kwa Bwana. Roho inamiminikaje kama sio kimiminika? Manake iko kwenye hali ya umajimaji, ndio maana inamiminika. Huwezi kuniambia kwamba kunywa pombe. Saa hizi utasikia bia tamu, bia tamu, watu wanaimba Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mimi leo nakwambia
Anapokuwa anasema msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi ndani yake, alafu wewe unajipapanyika kusema kwamba Yesu aliibariki pombe kwenye harusi ya Kana, akawapa watu. Akakwambia nani? Biblia inasema ile ilikuwa ni divai njema kuliko ile ya kwanza. Sasa nikuulize swali, divai inatoka kwenye mzabibu. Sasa kama unasema ile ilikuwa ni pombe, wakati amekaa na wanafunzi wake kwenye Pasaka, nayo si ilikuwa ni divai? Mbona hamsemi ni pombe? Mnakimbiri, mnatafuta maandiko ya kujitetea kwa ajili ya kutimiza matakwa yenu. Hiyo pombe unayokunywa kuna ufisadi ndani yake, alafu ukishasikia kwamba kuna ufisadi, nini kinachotokea? Ufisadi maana yake ni nini? Utasema ukishakunywa pombe unakuwa uko sawa, lakini kuna vitu havitavitekeleza. Ufisadi unakuja wapi? Ukishakunywa pombe maana yake kuna majukumu unaweza usiyatekeleze kwenye familia, tayari huo ni ufisadi. Alafu unasema mimi sawa tu, mimi haina shida, kwani nikinywa pombe ninakosa gani? Mimi hata situkani watu. Kakwambia nani? Hiyo ni mvinyo, tayari ni mvinyo. Mwingine anasimama anasema Nuhu alipotoka kwenye safina akatengeneza pombe akanywa, si alikuwa ni mtumishi wa Mungu? Sikiliza nikwambie, Biblia inasema, kitabu cha Matendo ya Mitume, zamani za ujinga Mungu alijifanya kama haoni. Sasa nikuonyeshe madhara ya pombe mtu akishakunywa. Nuhu alipokunywa ilikuwaje? Akakaa uchi, watoto akamchungulia. Alipomchungulia kilichotokea ni laana. Hayo ndiyo matokeo ya pombe. Kwa nini usiache pombe? Unashabikia watoto mwingine. Tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Usipojazwa Roho, kuna kingine kitajaa ndani yako. Sasa nisikilize kwa makini, ili unielewe kwamba usipolewa kwa mvinyo ambao kuna ufisadi ndani yake. Mtu akishajazwa Roho Mtakatifu inakuwaje? Mtu akishajazwa Roho Mtakatifu anakosa passion, anaanza kunena kwa lugha mpaka anavyoviongea havieleweki. Yeye mwenyewe wakati mwingine hata hawezi kusimama, anakuwa na waweseka, yuko namna hii. Kwa sababu gani? Maanake kilichoingia ndani yake ni mfumo wa majimaji, alafu ni kilevi ambacho kinafanyeje, kinamfanya hata mwili wake hauwezi kufanyeje, kutulia. Sasa Biblia inaposema msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi ndani yake, bali mjazwe Roho, Biblia inasema kisha atakuja juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Sasa unaniambiaje? Kwani kina Petro alipojazwa siku ya Pentekoste ilikuwaje? Si walisema kwamba waache ulevi? Akawaambia saa 3 ya asubuhi nani atalewa? Ndio ujue kuna uhusiano. Acha pombe, jazwa Roho, alafu uone kitakachotokea. Mimi nakwambia, nakueleza, duniani kuna pombe za kila namna, mpaka pombe ya mchere ipo. Kwenye mahindi kuna pombe, kwenye mapapai kuna pombe. Sasa wewe unafika mahali unatengeneza mazingira yako ujiweke tu sawa. Bia, pombe ni tamu. Kama pombe ni tamu, kwa nini chupa 10 mtu mmoja anamaliza, lakini za soda hawezi kumaliza? Hawezi kuchukua Coca-Cola, Mirinda nyeusi hawezi kumaliza, hata 3 mtu amalizi, lakini 10, 15 mtu anamaliza. Kwa nini? Manake vitu vinavutika ndani yake, maroho yanaingia ndani yake, sio yeye anafanya hivyo. Ukitaka ukae salama, Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Sasa nisikilize, kuna uhusiano kati ya roho na kitu kinaitwa pombe. Uhusiano unakujaje? Acha hiki, fanya hiki. Nini? Acha pombe, jazwa Roho. Pale wengi wanapumbazwa kwa sababu ya kutokuelewa. Angesema mwingine anasema, kwani kunywa pombe ni dhambi? Kunywa pombe ni dhambi? Biblia inasema wanaoamka asubuhi na kwenda kutafuta kileo. Na kileo ni nini? Ni hiyo unayokunywa wewe. Ukishasikia ole, maana yake mbele kuna hatari.